Wewe mbwa, nitakukamata tu, na nikija kukukamata hizo kende zako nitazifanya kuwa chakula cha mchana. Baba kaa boya. Hebu mwache mwenzako aje achukue boxer yake basi. Wewe njoo chukua nguo yako. Kumbe boxer yenyewe imetoboka ndio maana hajaje. Hivi ningepata hela. Wewe mbwa anakuja naye huko. Kwa hiyo malaya, umeona haitoshi kufanya malaya wako kule, umeamua uje umfanye malaya kwa ndani kwangu. Kitanda nimenunua mimi, kodi nalipa mimi, na kulisha na kuvisha. Ukoona haitoshi unaniletea wajinga huko ndani, si ndio hivyo? Kwa nini wewe mwanamke unakuwa kahaba? Umemaliza? Sijamaliza. Kwa hapa mbwa mimi au wewe? Anayebweka hapa ni nani? Najua wewe chumba ni chako, lakini vitu ni vyangu na kodi nalipa mimi, mshenzi wewe. Unajua kama mimi kidume? Hivi kwenye wanaume 12 watoka, yani tuchukue 12 tu watoke na wewe unatoka. Usojua kufanya chochote. Huna lolote. Nikikubana tu hivi kidogo kwenye mapaja chali umemaliza. Yaani nilikuwa nashughulikiwa mwenzako. Ndio kwanza ilikuwa raundi ya kwanza. Wewe umefuata nini? Umekatazwa. Wewe nisikilize kwa makini. Kwa mama, umeona unitukane, unizalilishe. Kwa mimi sekunde chali. Yaani wewe siku nikikuita mume wangu labda ukanywe sana alkasusu. Lakini sio kwa hivyo afu nikuite mume wangu. Sahau. Kwa hiyo mimi ni kuku, bata. Nakwambiaje iko hivi, nimechukua mwanaume angalia mpaka boxer yake imepasuka. Shughuli yake sio ndogo. Nimeenjoy. Unajua mwanamke wewe, nachokiona wewe sasa unataka kunifanya kama mimi mwanamke mwenzio, tunaingia wote pamoja mwezini. Shenzi. Naomba nisikize kwa makini. Naomba niheshimu. Mimi ni mwanaume. Hata kama ningekuwa na madhaifu gani, bado mimi nitabakia kuwa mwanaume kwa sababu nilipiga goti, nilitoa mali, nilifanya kila kitu. Mimi natambulika ndo mmeo. Kwa hiyo wewe unanipiga, si ndio? Yaani wewe unanyanyua mkono wako unanipiga mimi. Alafu nakuweka ndani kwangu. Na bado unapata ujasiri wa kunipiga. Baba, huu moto umeuasha, nitauzima. Mjinga! Unaniwekea chupi ya mpa! Hata kufua afui. Unashtuka nini? Mke wako we. Gozi kwa usijali kuhusu nguo mama. Shukuru Mungu mume wako nimerudi salama. Yaani hilo shukuru Mungu. Hivi wewe unanichukulia mimi za mwangu? Nakujua vizuri wewe, tayari uko ushafumaniwa. Yaani wewe mwanaume sijui upoje wewe. Una vitabia vya ajabu. Hivi utaacha lini? Yaani hivi unavyoniona hivi, ni mama mmoja tu unaniambia babangu huyu msuri huyu utakustiri, nimekabwa na watu 4 mijambazi. Winchi mlinang'ania. Na huyu mtaa watu walivyokuwa wambea. Yaani nakumbukumbu asubuhi umevaa basi yako leo chanika. Yaani unanitia aibu mume wangu. Ilibaki wanayo majambazi. Basi twende ndani mke wangu. Afu wewe sasa uko ndani utanieleza vizuri. Yaani mwanaume sina tunakuchekea. Sasa leo utanieleza vizuri. Nini? Mimi nimechoka bana. Umetoka nini? Hapa bado. Njoo ndani. Yaani wewe raundi 5 zote unaniambia ndo unajiandaa. Nimejikamua raundi 5. Nataka 10. Utanitoa hata wewe. Mimi nimechoka afu umeangalia mimi umri wangu bado mdogo utani. Kama ulijua bado wewe ni mdogo. Si nilikupa kazi ya kuuza mandazi. Lakini si ulishindwa kaanza kunitakataka. Ingia ndani. Wewe twende ndani.
tatizo. Mama, Mwantumu. Shida nini? Mama ni Baraka kanipiga wewe. Kabusa moto. Kupiga kisa nini? Nikanifumania. Sasa badala afurahi amepata mwanamke mzuri anakupiga. Mama Mwantu, kwa hili sitaki kuvaa dela, nataka nilivalie njuga. Twende. Haiwezekani akupige. Yaani wewe unamfumania mke wako baada ushangilie kwamba sasa hivi nimepata mwanamke wa shoko unaanza. Wewe jifungua mtoto wa kike, toka nje tukukande maji. Mpumbavu mkubwa wewe. Tena ananigongea. Hivi unaweza ukanieleza ni kwa nini umenyanyua mkono wako huo na kumpiga binti yangu? Na kuuliza hivi, unajua mimi na mama yake tumepata tabu kiasi gani kumtengeneza binti mzuri kama yule? Na wewe sio binti yako, ni wakufikia hapo patengeneze. Mama Mwantu, nistilie, ukipenda ua penda na boga lake. Unaweza ukatueleza? Ongea na huyu mpuuzi. Mimi sitaki anipigie binti yangu tena, naomba ukome baba. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo mama huyu ndo baba yake Mwantumu. Yaani familia mama lenyewe za mama, watoto lenyewe za mama. Hivi wewe una akili wewe? Yaani badala ya kwenda kumwambia mama yako kwa kwamba nimekufumania, unachukichuki huko ndani kwangu unaenda kulileta mama yako na Subirini kwanza. Wewe. Nimeenda kukuitia ili jeshi ili ujue kabisa mimi mwenyewe sio mdhaifu. Umeshanielewa mpaka hapo? Hebu naombeni muwashe mama, mbona umepoa? Sisi swala la kufumaniwa kwetu, mwanamke ndio ujue kakamilika. Kama hujafumaniwa, bado hujakamilika. Kwa hiyo ndio sifa yake kwa binti yangu. Hongera sana binti yangu kwa kufumaniwa. Iko cheo. Wewe unafikiri kufumaniwa mchezo? Hiyo sifa. Unataka kusema nini kwa hiyo? Hivi unajua unanitia hasira wewe. Yaani ninatamani nikukamate, nikufinyange wewe. Yaani nikikutia kwenye mikono yangu wewe, akia Mungu wewe, nalamba mchanga. Uchomoki. Nakwambia uchomoki. Alafu usinitukanie pisikali. She is my wife. Usimtukane pisikali yangu mjinga. Huyu ndio utamu wangu. Kwa mama huyu ndo baba. Mke wangu huyu ndo babangu. Baba. Njoo tusalimiane kidogo mzee wangu. Si unajua tena? Sio baba yangu. Unampiga babangu. Nacheni mfundishe adabu huyu. Mwache. Haiwezekani. Hivi kwa mfano nikisema mimi nataka, unaweza mpumbavu wewe? Unaweza? Nakuuliza unaniweza? Kama tulivyoongea mimi penye kuelewa kila kitu. Kama wewe penye kusema, hata mimi naelewa nini nafanya. Mimi hapa nipo nasoma vifungu. Bas, mekwisha. Kwa sababu penye kesi lazima uone kwanza vifungu vinasemaje vichilia. Kama umeona vifungu kila kitu unamaliza. Waona nuna mimi sina kile. Maliza baba, maliza. Haiwezekani atupande kichwani huyu kijana. Yaani huyu kijana kanipigia binti yangu, bado haitoshi. Ananikoa na mimi kanilamba kwanza ni kichwa nakisikia. Mtombe. Lazima leo kieleweke. Hatuwezi kufumbia macho hivi mtu anampiga binti yangu utafikiri yeye ndo kamzaa. Afu kama majinga. Hivi mama mbona umekaa kimalaya wewe mama wewe? Kwa nini usijishikilie? Umemwona mwenyekiti anavyonitukana? Umeona? Nadhani nasikiliza mwenyewe ushahidi huo. Sasa penye kunisikiliza. Hapo kila mtu hapo. Bas, mekwisha. Kuna nini tena?
Mbona kama vile napata na kigugumizi? Kama mimi venye. Nini tena hii? Mama yangu mtimsome. Mama mwache binti huyu. Unajua tena. Ndio maana yani ujana ukoje? Ndio wenyewe ujana. Toto na mama sijui na hilo nini kibugumbungunyu. Wote malaya. Basi na wewe nyamaza basi tuone nini kinaendelea. Sasa hapa mimi nasema kitu kimoja tu. Kumujibu wa vifungu kutokana na nyinyi kesi yenu nyinyi na kifamilia. Hii kesi inaishia hapa tu kama mwenyekiti wa mtaa, alafu huko mimi nafikisha tu taarifa. Wa mwenyekiti. Kama ni penye kusema, mimi taarifa zinafika vizuri tu. Ila sasa lazima mnielewe. Huku kugombana huku. Wewe mama umenisikia? Huku kugombana sio kuzuri. Kweli wewe ukafanya makosa kumpiga mkewe. Lakini sasa kama mimi mwenyekiti, lazima tupate suluhu hapa. Tupate kusuluhisha. Bichwa lile chogo lile lione kwanza kwa mwelake. Sasa mimi wewe uliponitajia hapa kwenye watoto hapa mimi sijaelewa. Wewe ndio umesema penye mwanao wa kwanza. Wewe ndio yule wa mwisho. Koma. Huyu ni mume wangu. Si ndio mume wangu kipenzi? Tena shut up your mouse. Yaani huu mtaa msione watu wanapendana tu tayari shida. Hivi mwenyekiti naona wa kuongelea masuala hayo. Stop kadi 3. Mama yangu beti some, yani ni maajabu kweli. Yaani mtoto 2006 sasa 2010 anamiliki chuma kama hii hapa. Kwanza mama amenikombe lazi. Hebu simama pamoja pale na wanao alafu niwaangalie. Yule binti yako kike. Simameni kwanza nione kitu. Bana fanya kichotuleta, hayo mengine hayakuhusu. Kwa mwenyekiti. Unataka kuona nini? Nataka nione penye kule mtu Mungu ameumba nini? Usijali. Ngoja nikuonyeshe. Ndio. Kwanza wewe kutokana na hii kesi na mambo venye umefanya, wewe utakie kurudi nyumbani. Uone tukubaki hapa kwa mwenyekiti. Mwenyekiti akusomea hukumu. Mwenyekiti. Hebu subiri kwanza nimalize, mimi nimalize kesi, sitaki mambo mengi. Maana wewe na mumeo kuna ugomvi. Wewe bwana umefumaniwa. Sasa kama umefumaniwa penye hapo kuna ukorofi, huyu anachotakiwa akalale mwenyewe leo. Wewe ulale hapa. Nikusomea hukumu kesho. Kama kuna chochote kile na wachukua na apeleka ofisi ya wilaya tunamaliza. Wewe chukua baba, chukua. Kwanza mimi silitaki. Bichwa lile chogo lile lione kwanza kwa mwelake. Mwenyekiti, hata usijali. Mwenye kesi ni mimi na kesi yangu ninatamba nayo. Cha msingi na cha sekondari. Hao wote waondoke. Alafu mimi nibaki nikiwa naisikilizia kesi yangu. Wewe unaonaje? Nimepata taarifa zako kwa binti yangu. Yaani inaonekana unanyoosha. Yaani umempa vitu. Yaani kwa binti yangu unavyomjua yule mpaka akakusifia. Basi bila shaka kazi umeipiga vizuri. Sasa
na mimi nataka uninyooshe. Nataka mauno ya sotojo. Hayo. Sasa vipi? Wewe tukutane pale kwa muuza chipsi kwa Juma saa 7. Mimi nikija pale mambo tunamaliza. Kumbe nyinyi ndio mama mnawaribu ndoa za watu, si ndio? Wewe nikikuheshimu naona utanizoea. Naomba sasa hivi unyanyue miguu yako uondoke nyumbani kwangu. Sijui unanielewa? Naomba uondoke nyumbani kwangu. Wewe mpulula. Yaani kumbe umeoa? Na huyo ndo mkeo? Yaani hata mimi mtoto wa 81 namshinda. Mwanga huko ni kuisha kukongoloka. Kwani sio kujua nani kama wewe mama mchafu wa huu mtaa unasambaza uchai kwa watoto wa watu? Umeona umesambazia koko, tumeona umletee tena mume wangu, si ndio? Naomba uondoke hapa nyumbani kwangu kabla sijakupasua pasua. Nadhani unijui vizuri wewe mama. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Ndugu yangu, ndio maana kumbe umemfuata binti yangu jinsi alivyojazia supu. Nadhani mwenyewe umeona. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Nitakuja nikupasue. Nadhani unijui vizuri. Ngoja nikuonyeshe. Ina maana amekasirika tusimwambie ukweli. Ni kweli kakongoloka, muangalie kwanza. Wewe. Nenda nitakuja. Alafu na wewe kinachokuchekesha nini? Mke wangu mwiko huu.